umoja wa walimu na umoja wa madrasa. Tumewaambia mashekhe wote wakati wafanye hivyo. Kwa nini? Ili upatikane urahisi na uwepesi, hata mtu akitaka kuwasaidia watu wa tasnia fulani ajue anawapata wapi. Lakini kimsingi mwalimu wa madrasa hatakiwi kuwa mnyonge, hatakiwi kuishi kinyonge, na kama ataishi kinyonge, maana yake hajayatafsiri kimatendo maneno ya Mtume Muhammad, khairukum man taallama alquran wa allama. Sasa unyonge unatoka wapi? Ya maneno yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ikifikia mahala simu ya mwalimu wa madrasa haina bando, mwalimu jitathmini, kuna mahala umekosea, hauko sawa. Unakosaje bando mwalimu wa madrasa? Na wewe ni mbora kwa maelezo ya Mtume Muhammad. Inawezekana mkao uliokaa sio Huwa napenda sana kutoa mfano huu. Mwalimu wa madrasa uliyechagua kwamba hii ndiyo kazi yako, safiri na falsafa ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali. Jitambue, badilika, acha mazoea. Mwalimu unaulizwa unafanya kazi gani? Mwalimu wa madrasa anajibu sina kazi. Kweli? Hivi huyu mwalimu anajitambua? Unafanya kazi gani? Mwalimu anasema mimi sina kazi, nipo tu. Tunazuga pale madrasa. Kama unazuga, Mungu ajalie uendelee kuzuga hivyo hivyo. Lakini ukiulizwa una kazi gani, sema mimi ni mwalimu wa dini, kazi yangu nasomesha dini. Jitambue kwamba wewe ni nani, halafu badilika. Hata ule muonekano wako, personality yako, unavyokwenda katika darasa lako, uonekane kweli wewe ni mtu wa namna gani. Lakini mwalimu wa madrasa, mwanafunzi anajifunza nini kwako? Alafu acha mazoea. Yale mazoea kwamba unaletewa watoto, unapokea leo, kesho unapokea. Ifikie mahala, ndio hichi ambacho tutakwenda kujadili na Sheikh Vumbi, kwamba kuwe kuna muda wa kupokea watoto pale madrasa. Ikipita hicho kipindi hatupokei tena, subiri mpaka wakati utakapofika. Lengo na makusudio ni kujiwekea utaratibu wa usomeshaji. Ifikie mahala mtoto pale chuoni ajue kwamba mimi nitaishi chuoni kwa miaka 4 au miaka 5. Nikimaliza miaka yangu 5 nabakia mimi kuwa mwanazawia wa kawaida, lakini utaratibu wa masomo pale chuoni nimemaliza. Lakini ni nani katika sisi tuna huo utaratibu? Matokeo yake sasa mtoto anaona kabisa kwamba chuo hakina kumaliza. Yaani kumalizika kwa chuo, kumaliza masomo yake ni yeye mwenyewe tu aamue kwamba sasa siendi, ndio kamaliza. Sasa huo utaratibu lazima tuumalize, ili kusudi mzazi anapomleta mtoto wake pale chuoni anataka asomeshwe dini, alelewe malezi ya dini. Sasa tuangalie kwa muda gani mtoto huyu atapatikana mabadiliko. Mtoto ana mwaka mmoja halafu hajui chochote, kweli? Mwaka mmoja mtoto yuko chuoni kwako, juzu amma hajamaliza. Mwaka mmoja yuko chuoni kwako, miezi 6, akiingia chooni hajui aseme nini, akitoka hajui aseme nini, akimaliza kula hajui aseme nini, hata namna ya kuwashukuru watoto wazazi wake hajui, na ndio ana mwaka mmoja chuoni kwako. Sasa maadili yako wapi kwa mtoto huyu? Akitaka kulala, dalili kubwa ya kulala kwake unamsikia kabisa mtoto anaimba kasongo mbona leo, unajua sasa atakulala. Lakini tumsikie mtoto huyu anapotaka kulala anasoma suratul Mulk ambayo imeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka mwanangu anakuja chuoni kwako, kulala anaimba kasongo, halafu kila mwezi unaniambia nitoe ada. Hata mimi sitoi kwa sababu hatujaelewana mimi na wewe. Mimi nataka malezi kwa mwanangu, wewe unaniletea mambo mengine, unapoteza muda wa mtoto wangu. Sasa hili ni kuombe sana kaka yangu mlezi wetu Sheikh Yahya,
twende tukawe wakali kidogo na tuweke utaratibu. Yule anayetaka kuwa mwalimu wa madrasa aendelee kuwa katika hiyo tasnia, asiyetaka tumruhusu akatafute kazi nyingine ya kufanya, lakini swala la kusomesha dini tuweke utaratibu maalum, na ndio itakuwa rahisi hata sisi wengine kwa hizi nafasi zetu. Hata tuambia sasa, hebu nenda sehemu fulani katusemee, tutakwenda. Lakini sasa tunaenda kusema, tunamsemea nani? Huyo mtu wenyewe kakaaje? Tunayekwenda kumsemea tukimuuliza una kazi gani, anasema yeye hana kazi. Sasa utaenda kumwambia mtu bwana msaidie yule hana kazi? Msaidie yule, kazi yake ni kusomesha dini, na ile dini yenyewe na yeye mwenyewe pia iwe imemvaa. Sinaeleka vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, nakuomba ile safari yako kwanza isitishe kidogo, usije, ngoja tumalizane na mlezi wetu, halafu tujadili, tuweke sawa mambo yetu. Baada ya hapo sasa nitakwambia sasa tuko tayari, njoo tujadili tuone tunafanyaje. Lakini unyonge kwa walimu wa madrasa katika kata ya Buguruni sasa utakwenda kuwa mwisho kwa anayetaka. Asiyetaka ataendelea kubaki na udhaifu wake, lakini itafikia mahala tutamwambia kwa hili, kwa kuwa hutaki kukaa katika mstari na utaratibu ambao sisi tumeuratibu, na kuomba katafute jambo la kufanya. Kazi ziko nyingi sana, tafuta mzani wako, miti yako mitatu, funga, weka pale, alafu nunua chupa zile. Ni kazi nzuri sana, lakini kuhusu dini tuachie wenyewe. Wako wasomeshaji watasomesha, ili tuone baada ya mwaka mmoja. Sisi tunachotaka ikifika mwaka 2030 huyu diwani wala asipate shida katika maneno yake kwenye uchaguzi ujao, kwa wala asiwe na maneno mengi ya kusema kwa ulezi tutakaumpa kwenye kata yake. Yaani mwenyewe sisi ndio tutasema kafanya lile, kasimamia lile. Kwa hili yaani maneno tutakuwa sisi ndio tunatakiwa tuseme, sio yeye. Na uzuri wa Bahati, huyu bwana ukimwambia ni msikivu na mtiifu, kwa sababu ni kijana wetu na anaeleweka. Kwa hivyo katika hili insha Allahu Taala tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kifo inatosha kuwa mawaidha na mazingatio. Mazingatio maana yake kwamba anapokufa mwenzetu, sio kwamba sisi ndio tunazingatia tu kuhusu akhera. Kifo chake sisi tunapata mazingatio gani katika maisha ya dunia, kwa sababu sisi ndio bado tupo na hatujui tunakufa lini. Unaweza ukaingiwa na huzuni ukasema mimi tena basi muda kwa Sheikh Zuberi kaondoka, sijui kana mimi nitakuwa na muda. Kumbe Mungu akuweka utafika miaka 100. Sasa ukijiweka katika hali ya unyonge leo, unajinyongesha mwenyewe. Kuwa mchangamfu, jipange sawa sawa, kuona kwamba wewe ni mtu gani na una nafasi gani katika jamii, ili malengo yaweze kukaa sawa sawa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yote tutakaoyafanya hapa, thawabu zake zimuendee marehemu wetu Sheikh Zuberi bin Said, na Mwenyezi Mungu alifanye kaburi lake kuwa viwanja katika viwanja vya peponi, na kamwe asilifanye kuwa shimo katika mashimo ya moto. Na sisi tuliohudhuria hapa, kila mmoja hatua moja aliyoipiga kuja hapa, basi Mwenyezi Mungu amfutie makosa yake yeye na wazazi wake, na hatua ya pili ainyanyue daraja yake kupitia visomo na yote aliyofanyika hapa. Mwenyezi Mungu tunamuomba aendelee kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu, ashushe busara na hekima kwa viongozi wetu wa dini na serikali, waendelee kuyasimamia ayapendayo na kuyaridhia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tunakushukuru Sheikh wetu wa wilaya, na kanuni utakaposema wewe basi mambo yasiwe mengi, lakini na mawili pia. Jambo la kwanza ni kuombe na kukumbushe mwenyekiti Yahya Maarifa wa Vumbi, nikumbusha kuna Sheikh wetu Sheikh Naimi Said Mkeha, tulimsahau na tutambue katika maadili zetu. Hilo la kwanza. La pili, kuna umoja wa walimu wa madaris upo Buguruni hapa, na mwenyekiti wake ni Sheikh wetu Sheikh Yahya Maarifa wa Vumbi. Kwa hiyo tunakuombeni walimu wa Buguruni mtambue hilo, bali mshahara upo, mwenyekiti ni Sheikh Vumbi. Naongea hapa kila mtu anasikia, hakuna tena mmoja mwingine huko. Baada kusema hayo, tukae mkao kupata baraka watu wote.